Hallelujah. Praise the Lord. Tunaendelea na somo au maada ya mwanafunzi wa Injili, na katika sehemu hii tunaendelea kujifunza ufunuo wa Mungu. Ni katika mwendelezo wa kujifunza zile ngazi tofauti za wafuasi wa Yesu. Sasa tupo kwenye ngazi ya mwisho ambayo ndio ya kilele, hiyo ngazi ya kufunuliwa. Nimeng'ang'ana na namna moja ya kufunuliwa kuhusu Mungu. Niliongea namna nyingine. Kuna ufunuo wa neno la Mungu, kuna mafunuo ambayo watu wanayapata, njozi, ndoto, maono. Yani wanafunuliwa, wanaona vitu ambavyo vimefichwa, vitu vya siri. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 pale utaona, lakini sisi tumefunuliwa kwa Roho. Hapo yani mwanadamu yuko so desperate. Yani hali tulioifikia mpaka sasa ni absolute desperation. Hatuyajui mambo yanayomhusu Baba yetu, yanayotuhusu hata sisi. Mambo ya rohoni hatuyajui, hatuyatambui. Kwa nini? Kwa sababu ya hali tulionayo, kwa sababu ya miili tulionayo, ile miili iliyoharibika kabisa, ambayo hakuna namna ya kuimprove hii miili. Yani mbele za Mungu hii miili tunakaa nayo tu hapa duniani kwa taabu sana. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 anasema uharibifu hauwezi kurithi kutokuharibika. Yani kwa natafakari, yani huu uharibifu maana ni uchafu mtupu. Oh my God. Yani mambo mengine unaweza ukaona si sawa kuyasema, lakini ni kwamba hivi mtu akifa, ule mwili wake hauna value kabisa miongoni mwa walio hai, kwa sababu hauwezi tena kufanya kitu chochote. Mwisho kama mtu tu yuko katika mwili, yani ndio mwisho. Sasa ile hali ndio hali yetu. Sasa hivi tunayaona mambo ya rohoni kwa uchache sana. Yani tukibahatika kufunuliwa, yani ni kama vile jicho halijafunguka kabisa kuona mambo ya rohoni ya Mungu. We are desperate people. Yani desperately in need of the revelation of God in our lives. Tunahitaji kumjua Mungu. Ayubu anasema mjue Mungu sana, ndipo tutakapopata kuwa na amani. We need to know, tupate ufunuo sana wa Mungu. Tukifunuliwa sana, tukimjua Mungu, Bwana Yesu hapa anasema hakuna mjuaye Baba isipokuwa Mwana, na hakuna mjuaye Mwana ila Baba, na yeye ambaye Mwana anapenda kumfunulia. Kwa hiyo haki yako unayotakiwa kupambana nayo ni haki ya kupata ufunuo, ya kumjua Mungu sana, zaidi na zaidi na zaidi. Kuna wakati nilikuwa najifunza, unajua kwa muda mwingi sana nimeokoka, nilikuwa sijazingatia kwamba Yesu alikuja kutuunganisha na Baba. Soma Warumi sura ya 5 mstari wa 1 na wa 2, anasema through him we have access to the Father. Nilikuwa sizingatii. Yani Yesu hakuwa mwisho tu. Yani mwisho au kilele cha kuja kwake Yesu haikuwa tu Yesu. Ilikuwa ni kutuunganisha na Baba, ili tuwe na ushirika na Baba, tuwe na uhusiano naye, tuanze kumjua Baba, kwa sababu hata sisi wenyewe hatujijui. Mtu hajijui. Mtu hajijui. Anafikiri labda yeye ni mtu mwenye thamani kweli, up until ule mwili wake unapoanguka, thamani yake inapotea. Hakuna thamani yoyote katika mwili. Yohana 6:63 inasema mwili haufai chochote. Kwa kimombo anasema the flesh profits nothing, has no profit. No profit at all.
hakuna faida yoyote katika mwili. Kwa sasa nilipokuwa najifunza siku zile, nikagundua kwamba kumbe ninaweza kuwa naongea na Baba. Oh my God. Nikaanza kusema ngoja sasa niongee na Baba. Nianze kumuuliza mambo ya fulani, yule na fulani, yule na fulani, yule na fulani. Baba akaniambia, wewe unachohitaji ni kunijua. You will never finish knowing me. Yaani ukinijua na kunijua na kunijua ndicho unachohitaji. Ndio hapo, kwa sababu unajua influence ya mimi kufikiria vile ilikuwa ni manabii. Sasa manabii nilikuwa naona ni watu wenye status kubwa sana. Anaweza kuja kuambia mambo yako akakwambia. Nikaona that's a very big status. I want that. Anambia no, you don't want it. You don't need it. You may be wanting it for just personal gratifications, but you don't need it. Unachohitaji ni kunijua mimi. Jinsi unavyonijua sana, viwango vyako vya kuishi, yani utaishi maisha ya ukamilifu zaidi kwa jinsi unavyomjua Baba. Na hicho ni kitu ambacho Bwana Yesu alikuja kutupatia, kumjua sana Baba. Kusomea Yohana sura ya nisome Wakolosai sura ya 2 mstari wa 9. Utakwenda na wa 10 ule. Nisome tu kwenye Biblia. Wakolosai 2:9 na 10. Kwa sababu jinsi unavyomjua Baba ndivyo utakavyojijua wewe mwenyewe, ndivyo utakavyojifahamu wewe mwenyewe pia. Haishi kwenye kumjua tu, kuwa na head knowledge na kumjua na kusema. Nafikiri nimesahau kuelezea toka mwanzo, sio kumjua tu kwa kutumia head knowledge. Head knowledge inamaanisha sio kujua habari za Mungu, sio kujua majina yote ya Mungu. Kumjua ni kuwa na ukaribu naye, ni kuungana naye, ni kuconnect na Mungu. Kuna Wakorinto wa 2:5-15, kama sio 5:15 kuna nyingine inasema, wa kwanza 6:17 inasema, he that is joined unto the Lord is one spirit. Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja. Nafikiri kwa Wakorinto wa kwanza 6:17. Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja. Ndio kumjua Mungu huko. Hili neno limeongelewa kwenye Biblia kwenye Agano la Kale. Biblia ya Kiswahili inasema Adam alimjua mke wake, akampata mwana, akamuita jina lake so and so. Ndio the same word ambalo linalotumika sasa hivi katika kumjua Mungu. Kumjua Mungu ni kufanyika kuwa mmoja naye. Yaani mmoja naye. Ukisoma kwenye Wakorinto ile wa kwanza sura ya 2 pale amesema, ni nani ayajuae mambo ya Mungu isipokuwa roho wa Mungu mwenyewe? Ni nani ayajuae mambo ya mtu isipokuwa roho wake mwenyewe? Sasa imagine anakwambia wewe uliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Yaani ni ujuzi mmoja naye, ni maarifa mamoja naye, ni hekima moja naye. Sio head knowledge hiyo. Yaani inahitaji ufunuo na hautakuja kumaliza kumjua Mungu. Never, you will never ever. Musa alimwambia Mungu, nataka nikuone. Mungu akamwambia, huwezi kuniona kwa macho yako haya ukaishi. Sio kwamba anasema nataka nitakuua. This vile body is not capable of containing God. Very simple. Huwezi kumweka Mungu kwenye akili zako. Ndio maana kila wakati you must be upgraded with the knowledge of God. It may not be new. Biblia unajua ni hii siku zote unasoma hii, lakini ukisoma leo na ukasoma kesho unaweza kukutana na vitu tofauti na vina impact kubwa sana. Kwa ni lazima uwe upgraded with God on a daily basis. Lazima uongee naye, lazima umfahamu kwenye angles tofauti, mwenendo wake. Nitatoa mfano wa kimwili, anakula nini,
anavaa nini, analala saa ngapi. Mungu hali havai na halali, lakini nakuonyesha tu, yani umjue Mungu kama vile moyo wake unavyomjua yeye Mungu. Moyo wa Mungu unavyomjua Mungu, umjue hivyo Mungu, hautakuja kumaliza hiyo. But it could be a target, a good target for you. Hivi nilikuwa naenda Wakolosai sura ya pili mstari wa 9 na 10, nasema hapa ni Yesu sasa, unaona? Yani hapa anaendelea kushindilia ufahamu wako wa kujua huyu Yesu hasa. What is he? Na naendelea kuthibitisha kwa ushahidi kwamba huyu Yesu ni Yahweh. Ni Yahweh alipojifunua katika mwili. Anasema maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Ndio maana kwenye Yohana 14 alikuwa anamwambia Filipo, anamwambia yeye aliyeniona mimi amemuona Baba. Hakuna variableness kati ya huyu Yesu na Baba. Yani Yesu ndio Baba mwenyewe. Ukitaka kubisha nenda tu kwenye Yohana ile sura ya 14. Maana Filipo anamwambia, ni Filipo au ni mwingine, anamwambia tuonyeshe Baba yatosha. Bwana Yesu akamwambia, wewe umekuwa na mimi siku zote, bado unasema tuonyeshe Baba? Au hujui ya kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu? I am one with the Father. Okay, nani anasema yeye ana utimilifu wote wa Mungu. Yani sielewi cha kuelezea zaidi. Unatakiwa kuamini na upate ufunuo mwenyewe. Mstari unaofuata una impact kubwa. Anasema na ninyi mmekamilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka yote. It means wewe si uko mmoja na Mungu. Ndio pale nikasema una moyo wako, ule moyo wa Mungu ndio wewe unamjua Mungu kama vile moyo wake unavyomjua. Watu wakisema Mungu yuko hivi unajua no, that's not true. That's not my daddy. Sio huyu jamaa anamuongelea Mungu mwingine, au yuko katika kiwango cha tofauti cha ushirika na Mungu, au cha kumfuata Mungu. Kiwango ambacho kitakupa kuyaishi maisha ya Mungu ni ufunuo wa Mungu. Na kuanzia sasa hivi na kutabiria kwamba Mungu atajifunua kwako, yani kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Alivyojifunua kwa Mtume Paulo akasema ni na mafunuo mengi, nisije nikajivuna na mafunuo mengi. Nimepewa mwiba kwenye mwili, mjumbe wa shetani, ili achunge kwamba huyu bwana anamjua sana Mungu. Sasa kwa kule kumjua kwake, kule kuwa naye Mungu sana, tutamtesa. Ni shetani yule, sio Mungu aliyemtesa pale. Bwana Yesu Mtume Paulo alivyomwomba Bwana Yesu amuondolee huo mwiba, akamwambia neema yangu inakutosha. Meaning kwamba ile neema ulionayo, yani unaweza kuovercome huo mwiba. Mwiba hauwezi kukusumbua huo, unaweza kukanyaga tu. Sasa kuna watu wengine wanasema alivyosema neema yangu inatosha, maana yake alikataa kumjibu, kumuondolea ule mwiba. Alimwambia wewe unaweza kuovercome kwa neema yangu. Tuendelee sema.